Habari watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Na namshukuru Mungu ametukutanisha tena leo hii tuendelee kujifunza neno la Mungu. Huu ni mfululizo wa vipindi kadha wa kadha ambavyo Mungu kadri Mungu atakavyotujalia kuendelea kujifunza neno lake. Kwenye kipindi kilichopita tulijifunza kitabu cha Yohana 1 mstari wa 12. Biblia inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Na tuliona kwamba ukiamini Mungu anakupa uwezo wa kufanyika kuwa mtoto wake. Sasa leo tunajifunza kwamba imani inaweza kutufanya tuwe na mahusiano bora na yenye mafanikio kwa Mungu. Lakini sio bora tu, ni uhusiano wenye mafanikio. Ndio maana akasema ndio hao waliaminio jina lake. Kwa hiyo swala zima la kuwa mtoto wa Mungu haliwezi kuepuka swala la imani. Sasa maana yake nini hili neno? Mungu anataka ifike sehemu umwamini yeye kwa kila kitu kwako. Yaani ni kama mtoto anapokuwa na baba. Yeye anaamini tu kila kitu kwa baba, anaomba na atapewa tu. Kila kitu anachohitaji atapata tu, kwa sababu anaamini ndio baba yake, na anaamini baba yake anaweza kumpa chochote ambacho anakihitaji. Na mababa nao tunajitutumua, tunafanya kwa sababu tunaamini mtoto hana tumaini lingine zaidi ya kwako baba yake. Tunafanya. Basi hivyo ndivyo Mungu naye anavyotaka. Sio unaenda kwa Mungu nusu nusu. Nusu upo kwa Mungu, nusu mara kesho umeenda kwa mganga. Hapana. Hiko kitu Mungu hapendi. Ndio maana katika Biblia ukisoma Waibrania sura ya 11 mstari wa 1 mpaka wa 3 unasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo ndugu zangu, unapokwenda kwa Mungu unakuwa huna hata punje moja ya mashaka. Una uhakika ya kile unachokihitaji utakipata. Unaamini kwenye kila kitu kwako kitatokea kwa imani yako, kwa sababu ya kumtegemea na kumwamini kuwa atakuwezesha. Kwa hiyo una uhakika maisha yako yakiwa mikononi kwa Mungu ni salama. Kuna wengine wanaenda makanisani, misikitini, lakini wanakuta bado wanaamini waganga, wanaamini vitu tofauti na Mungu. Kwa hiyo hapo inakuwa bado kabisa. Unapomwamini Mungu utakiwi kumshirikisha na kitu kingine chochote. Unapoamini nitakipata hiki kitu, huwezi kwenda tofauti na njia ambayo itakufanya upate kile kitu ambacho unakihitaji, ndugu yangu. Kwa hiyo ndugu zangu, imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo yasiyoonekana kabisa. Kuna kipindi fulani hivi kulikuwa na mambo ya vikombe yale, watu walikuwa wanapigana vikumbo kwenda kwenye vikombe ili wapate, walikuwa kiamini watapona pia, wapate uzima. Walitegemea na fikra zao na mawazo yao yote, waliegemea upande ule, wakapata vikombe kwa yule babu wa nani sio wapi, waloliondo kitu kama hicho, ili wapone. Kwa hiyo unakuta pale watu ambao walifika pale, wengine walitoka makanisani, wengine walitoka misikitini. Sasa iko kitu Mungu hataki. Unapoamua kumfuata Mungu na kutaka kitu kutoka kwa Mungu, wa full package ya imani yako lazima iwe kwake, ndio Mungu afanye kitu kwako. Usiamini nusu nusu, nusu kwa mganga, nusu kwa Mungu. No. Tukitazama references za wanadamu, hakuna mwanadamu ambaye hana dosari. Hata ukitazama references za mawaziri, viongozi mbalimbali, hakuna ambaye hana dosari. Unaweza kutamani kuishi kama rais fulani, lakini unakuta kumbe alikuwa ni mkandamizaji, mla rushwa. Utatamani kuishi kama giant fulani, lakini kumbe alikuwa na tabia chafu, wengine na tabia za kishoga. Naona. Kwa hiyo ndugu zangu, Mungu anataka tumwangalie yeye kwa imani yetu yote, na tuliangalie neno lake linasemaje, ili tuweze kuishi vizuri. Na ukifuata hayo ndugu zangu, hakika hautabaki kama ulivyo. Hakika utafanikiwa, Mungu atakuwezesha.
kwa sababu mimi Mungu amenifanyia makubwa sana kwenye maisha yangu, na ni tofauti kabisa hata nilivyokuwa kwenye muziki ya Kibongo Flava. Mungu amenifanyia makubwa sana na nimeona tofauti ya nilipotoka na hapa sasa nilipo. Hata hivyo naona nilichelewa sana, kwa sababu Mungu amefanya mambo makubwa sana kwenye maisha yangu, lakini ni pale tu nilipogundua siri ya kumtegemea. Kwa sababu Mungu anasema katika Biblia, mkono wake wala si mfupi ukashindwa kukugusa, wala sikio lake sio zito likashindwa kukusikia. Na hakuna jambo gumu la kumshinda Mungu, hakuna. Kwa Mungu hakuna jambo gumu. Kwa hiyo weka imani yako kumtegemea Mungu wako, weka imani yako kwa Yesu Kristo. Ndugu yangu, wakati ni huu, uzima ulionao, Mungu anasamehe muda wote makosa yako. Kama umekosea, unajua nilipita sehemu, nilianguka, niliteleza, nilimkosea Bwana Mungu wangu, basi Mungu anapokea watu wake muda wote ule. Hata mimi nilijigundua kuwa ni mkosefu huko nilipopita, lakini nikasema haiwezekani, naishia hapa kukosea na naelekea kwa Bwana Mungu wangu na kumtumikia. Kwa hiyo hata wewe pia waweza kutubu kwa Mungu wako na kuacha dhambi na kumtegemea maisha yako yote. Biblia inasema, njooni tusemezane, mizigo yangu ni mepesi, nila yangu ni laini. Huko pengine mizigo ni mizito. Ndugu zangu, amka usiku, vua nguo, kanjia panda, nenda baharini, kafanyaje, mtoe mtoto wako, mtoe fulani, mtoe nani. Kwa Mungu hayo mambo hakuna. Ndugu zangu, nichukue nafasi hii kukuombea hapo hapo ulipo. Ndugu yangu, mambo yako yakakunyokee kabisa kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Waliofunga milango ya riziki yako ikafunguki kwa jina la Yesu. Hakuna weze kukushinda wala kukutikisa, kwa maana Yesu Kristo ni mwenye nguvu pekee ya kupambana na kila giza lilioko ndani ya maisha yako. Yoyote ambaye anasumbua, yoyote ambaye anatabiri vibaya kwako ikawe tofauti na mabadiliko katika maisha yake, kama ni mapepo ya kutoke, kama jina lako liliziko kwenye ardhi, basi ardhi ifukuliwe na litoke jina lako likanawili katika hii dunia na ulimwengu kama Mungu apendavyo. Umebarikiwa, umeponywa na umeinuka. Kasimame na kutangaza utukufu wa Mungu. Barikiwa sana katika jina la Yesu Kristo. Amen.